Karibu tena kwenye Lixam Media. Leo tunazungumzia sakata kubwa ndani ya chama cha ODM baada ya mbunge wa Embakasi East Babu Owino kutangaza wazi kwamba anataka kuwa kiongozi wa chama na sio katibu mkuu. Je, hii ni mwanzo wa mapinduzi ndani ya ODM au ni vita vipya vya kisiasa vinavyoweza kukipasua chama? Kupitia mtandao wa kijamii, Babu Owino amesema wazi anataka kuwa party leader wa ODM na nafasi ya Secretary General inabaki kwa Edwin Sifuna. Hii inakuja wakati ambapo chama hicho kiko katika kipindi cha mpito baada ya pengo la uongozi lililotokea kufuatia mabadiliko makubwa ndani ya chama. Kwa muda sasa, Babu Owino amekuwa akijiposition kama mrithi wa uongozi wa juu wa ODM, akikazia kuwa vijana wanapaswa kupewa nafasi ya kuongoza. ODM kwa sasa inakumbwa na migogoro mikubwa ya ndani ikihusisha viongozi wakuu. Oburu Oginga anayehusishwa na uongozi wa sasa, Edwin Sifuna aliyekuwa SG lakini akakumbwa na mvutano, Babu Owino anayetaka mabadiliko ya kizazi. Moja ya migogoro mikubwa ni kuhusu nani anafaa kuwa kiongozi wa chama, namna uchaguzi wa ndani utaendeshwa na hatima ya chama kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Babu Owino hata ametishia kuitisha mkutano mbadala wa kitaifa NDC iwapo mambo hayataenda kama anavyotaka. Pia kuna madai ya kuwepo kwa njama za kudhibiti wajumbe ili kuzuia vijana kuchukua uongozi. Hapa ndipo mambo yanapochukua sura mpya. Babu Owino anawakilisha kizazi kipya cha wanasiasa akisema ODM inahitaji nguvu mpya, vijana wanapaswa kupewa nafasi na uongozi wa zamani unapaswa kupisha. Kwa upande mwingine, viongozi wa zamani wanataka kulinda misingi ya chama na urithi wake. Hii imeleta kile wachambuzi wanaita vita vya kizazi ndani ya ODM. Na bila kusahau, migogoro hii pia imechochewa na mambo ya kitaifa kama msimamo wa ODM kuhusu serikali ya sasa, ushirikiano au upinzani dhidi ya utawala uliopo na mgawanyiko ndani ya muungano wa Azimio la Umoja. Baadhi ya viongozi akiwemo Babu Owino wanapinga vikali ushirikiano wote na serikali, wakitaka ODM ibaki kuwa upinzani dhabiti. Maswali makubwa sasa ni haya: je, Babu Owino ataweza kuchukua uongozi wa ODM? Je, chama kitapata umoja au kitapasuka? Na je, vijana watachukua nafasi ya juu katika siasa za Kenya? Jambo moja ni wazi, ODM iko katika kipindi kigumu sana cha mabadiliko na maamuzi ya sasa yataamua mustakabali wake kuelekea mwaka 2027. Anyway, unadhani nani anafaa kuongoza ODM? Babu Owino au viongozi wa sasa? Dondosha maoni yako hapo kwenye comment section, pia usisahau kulike na kusubscribe kwa maudhui zaidi.